wajukuu wake waoe ili wakamilike. Kwa sababu nataka niwaambie, watunga mapepo Wayahudi walitangatanga, wakafanya kila wanalolijua, hawakufanikiwa. Biblia inaniambia wakafika mahali tena walikuwepo watoto mstari wa 14, walikuwepo wana 7 wa mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Sikewa, Myahudi, tena kuhani mkuu. Walikuwa watoto wa makuhani, tena wa kuhani mkuu, watu wa madhabahuni, watu waliokuwa wanahubiri. Ni kama mimi ni watoto wangu huku, wewe ndio wana wasaidizi wangu, lakini wanapunga mapepo, wanajaribu huku, wanajichanganya na upagani. Biblia inasema hivi, yule pepo mchafu akaojua akamwambia, Yesu tunamjua. Mapepo hayo yanajibu, Yesu tunamjua na Paulo tunamfahamu. Ninyi ni akina nani? Wanalitumia jina la Yesu lakini hawaliheshimu. Yesu anafundisha jina lako litukuzwe. Wanajaribu kutoa pepo lakini jina la Yesu hawana habari nalo. Wanalitumia jina la Yesu lakini maisha yao ya kiroho ni fake. Mapepo yanatambua, mapepo yanamjua Yesu. Ndio maana ninawaambia kila siku nikiongea na wana maombi, nahitaji kuwa makini sana. Mimi bado tuko vijana, tulikuwa tunaombea mapepo. Pepo lingine lilimtembea mtu nikamwambia tu malaya wewe. Halafu akacheka kama unaleta malaya nini? Kwa jina la Yesu tunakujua. Baadaye wana maombi wote wakawa wanamtazama yule aliyekemewa yule na pepo. Wanamtazama pepo liko chini. Pepo linajua malaya, linajua mtakatifu, linajua muongo. Pepo. Na ndio maana unaweza kuwa unakemea pepo kamelala. Kwa jina la Yesu kametulia. Moto kametulia. Litumia jina la Yesu ukiwa halali. Ndio maana kuna maombi mengine tunachoka kule. Kwa maana tunaanza kuomba, Baba katika jina la Yesu ninamwombea huyu, simtaji jina, aolewe, apate mchumba. Kumba nao wawili. Ana hawala wawili. Alafu Yesu anamtazama, anaona hao wachungaji wangejua huyu. Tunajitahidi sasa, tunahamisha laana za ukoo, tunahamisha na pepo yote. Anahirizi kiunoni. Yesu anamtazama, anasema ngoja mhangaike. Mnayemuombea hamna. Ndio maana inaweza kulia tu, inanyamaza kimya. Nasema tunakushukuru Yesu umefanya nimo. Mukitaka kuthibitisha kwamba nimo, njoni tena Alhamisi huyo. Wiki ijayo tena. Mpaka miezi 5-6. Baba, asante kufanya kazi. Ushauri. Uulize una nini? Wengine wanahirizi kiunoni. Wengine wameshaweka mazindiko nyumbani. Wengine wameshaweka maagano yao, hawataki kuyavunja. Watu wenye kutangatanga. Na ndio sababu Kristo ni kama umemaliza nguvu. Kwa sababu gani? Tunaomba lakini matatizo ya Wakristo yako pale pale. Wakristo wenye kutangatanga, wasioliheshimu jina la Yesu. Walipigwa, wakavuliwa nguo, watoto wa kuhani Sikewa wakakimbia, wakaenda sijui wapi. Mapepo yakastarehe. Maana tusome, tunasoma tu habari katika na Wayahudi wote na Wayunani waliokaa Efeso, hofu ikaingia wote, jina la Yesu likatukuzwa. Kwa maana kwa nini jina la Yesu litukuzwa? Yalisema Yesu tunamjua na Paulo tunamjua. Ninyi ni akina nani?
waimbaji mlioimba ule wimbo unaosema ule wa 82, kuna kifungu kimoja, ngoja niutafute tu nikisema. Sijui kama tulikuwa tunaimba kwa kujifurahisha, sijui tulikuwa tunaimba tu kwa sababu tunaimba, wengine wanaimba kwa besi, wengine wanaimba kwa nini. Beti la 3 linasema hivi: Bwana wangu tena Mungu wangu ndio jina lake, hata acha roho yangu wala kunikana. Mwandishi huyu hawezi, anasema Bwana wangu Mungu wangu ndio jina lake, hawezi kunikana. Ukifika ile beti nani anasema atakiri jina langu mbele ya baba yake, anipe mahali tena mbinguni nikae. Utakana Yesu, wewe ni wa kutangatanga. Huyu mwimbaji aliyetengeneza wimbo huu alijua maisha yake, ila sasa hizi kwaya zinatutungia nyimbo za kutufurahisha, sio maisha yao. Wanahitaji kutengeneza hata wanakwaya nyimbo zinazogusa kwanza maisha yao, ziguse maisha yao, yaguse maisha yetu. Tufike mahali wanakwaya wanaimba tulia hata mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake lifanye nini? Litukuzwe. Jambo la mwisho Yesu anafundisha, anasema, ambao ni la 3 kwa leo, sio kwenye mafundisho ya Yesu. Anasema Yesu alifundisha kuwa ikiwa unataka kuinuliwa na mimi na unataka kumiliki labda mambo makubwa ya kiroho na ya kimwili, anatumia neno useme kwamba ufalme wako ufanyeje? Uje. Ufalme wako Mungu uje wapi? Kwangu. Maana yake ni kwamba unapoomba amini kwamba Mungu ni mwenye nguvu ya kushinda kila kitu. Unaomba mamlaka yake yaje ya kufunike, mamlaka ya Mungu yaje ya kuatamie, mamlaka ya Mungu yaje yatimize haja ya moyo wako, mamlaka ya Mungu yatimize nia yako, mamlaka ya Mungu yalete jibu kwa yale uliyokosa majibu. Ndio nikaweka kifungu kimoja, ni virefu kidogo, lakini nataka tukasome. Labda nieleze tu kwanza, utaenda kusoma na wewe katika Wafalme. Kulikuwa na vita ya Elia na mfalme Ahabu. Ahabu alikuwa anatumia nguvu za giza. Elia anamwamini Mungu. Jina la Mungu ndio jina lake. Biblia inasema hivi, akakutana na mapepo, sisi nitumie hiyo, yani watu miungu, yani jeshi la Ahabu linalotumia miungu 400, yeye ni mmoja. Kuna manabii wengine walikufa walipopigana na hao. Elia aliyetegemea jina la Mungu anafika mahali, anasimama, anasema maneno ambayo mimi nikiyasoma huwa yananipa changamoto, yananigusa, yanafika mahali najiuliza, hivi kweli tuna kanisa ambalo linaweza kusimama kama Elia? Tuna kanisa ambalo linaweza kufika mahali, tuna Wakristo ambao wanaweza kusema kama Elia? Maana nilikuwa najiuliza, mbona sasa hivi tabu ni nyingi, mbona mateso ni mengi, mbona watu wanakata tamaa sana? Elia anafika mahali anasema maneno haya. Twende mstari wa 36. Kuna mstari mingi unaweza kusoma, lakini 36 anasema hivi: ikawa wakati wa kutoa dhabihu jioni, Elia nabii akakaribia, akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli, ijulikane leo kwamba wewe ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
sio kesho, ijulikane leo kwa wewe ndiye Mungu. Sio mwaka ujao, ijulikane leo ya kwamba wewe ndiye Mungu. Hajioni kama yuko peke yake, hajioni kama wengine wameuawa, manabii wengine wamekufa. Anasema nimebaki mimi mtumishi wa Bwana, na Mungu ataamua leo nani aliye na Mungu wa kweli na nani anayepotosha. Itajulikana leo. Napenda maneno haya. Tungekuwa na Wakristo wanaweza kusema leo na ijulikane ya kwamba mimi sio mtu wa kukaa katika magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Ijulikane leo Mungu, mimi sio familia yangu kukaa katika mateso. Kama kuna watu wanaoinuka juu yangu, ijulikane leo kwamba mimi sio mtu mwenye kukaa ninahangaika, mwenye kukaa ninalia. Ijulikane leo. Biblia inaniambia mstari wa 37, usikie. Anamwambia Mungu usikie, Bwana usikie. Na leo mimi naomba Mungu akasikie. Bwana Yesu asifiwe. Tutakapoingia kwenye maombi, mwambie Bwana, nimeelewa kwamba wewe uko juu ya mambo yote, ya kwamba wewe Mungu ndio uko juu ya mambo yote. Ijulikane leo ya kwamba mimi sikai tena kwenye mateso. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elia anasema ili watu hawa wanaoshindana naye, ili watu hawa wachawi, ili watu hawa wanaotesa taifa la Israeli, ili watu hawa walioua manabii na watu wote waliosimama hapa wajue ya kwamba wewe ndiye Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza mioyo wakurudie wewe. Ijulikane leo. Mungu nataka ijulikane leo. Mimi sio tasa. Ijulikane leo. Anaomba Mungu, anaelewa kwamba Mungu yuko juu ya mambo yote, hata vita inayoinuka. Kwanza amewaambia watengeneze damu, wakachinja ng'ombe, wakamwaga damu, hayo hakuna jibu. Wakaanza kuomba, wakajikatakata na mavisu, hakuna majibu. Elia anawacheki tu, anashika anamwambia labda Mungu wenu amesafiri. Mwiteni kwa sauti, wanaita wanaanguka chini. Elia anawacheki. Unajua mtu aliye na Mungu ana kiburi kidogo, kwa sababu kiburi kinatoka wapi? Kwa Bwana wake. Elia anawacheki tu, wanajikatakata na visu, wanatoka damu. Baba, tazama na damu yetu. Elia anawacheki tu, anamwambia labda Mungu wenu ana shughuli nyingi, nendeni mkamsaidie kwanza. Soma vile vifungu nilivyoacha kuvisoma, utacheka alivyokuwa na wadharau. Kwa nini wewe utishwe na mchana? Akana chezea watoto wako, achezee nyumba yako. Kwa nini? Kwa nini mtu asiyeokoka kunyanyasa? Mwambie Mungu, nataka leo ujulikane. Sitaki kaa kwenye mateso mimi. Sitaki. Mtu aliye na Yesu huwa anajiamini. Biblia inasema sasa ndipo moto wa Bwana ukashuka. Aliposema ijulikane, moto wa Bwana ukashuka kutoka mbinguni aliko juu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako liheshimiwe, mamlaka yako yaje hapa duniani. Unashuka moto. Biblia inaniambia moto uliposhuka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayalamba yale maji yaliyokuwepo katika mfereji, na watu wote wakaanguka kifutifuti, wakasema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Haleluya. Amen. Uwezo huu unao hata wewe.
Ukijua Mungu yuko juu ya mambo yote, ukajua hivyo kabisa kwamba Mungu yuko juu ya mambo yote, na jina lake ukaliheshimu, jina lako litukuzwe, halafu ufalme wako uje, ukaomba mamlaka ya Mungu, utaona kitu cha ajabu. Utashangaa. Tunakuwa wajiwaji mno. Midomo mirefu kama ya wale samaki wale wanatuona nani. Wakianza kuzungumza, mtu aliye na Yesu ana maneno machache. Elia alikuwa na maneno machache tu. Leo na ijulikane kwamba wewe ndiye Mungu. Leo ijulikane ya kwamba wewe unageuza mioyo ya watu. Wewe ijulikane kuwa ndiye unayeleta baraka. Walipoona moto umeshuka, wote wakaanguka chini. Ndio maana Isaya anaambia wale waliokudharau watakuja siku moja watajisalimisha katika jina la Yesu. Wale wanaokuonea shaka, wanaokuona ufai, watakuja wakasema nikopeshe hata mimi, maana wanakuheshimu. Wale waliosema ya kwamba huyu atakufa maskini, ndio watakaosema kwa kweli kuokoka ni kuzuri. Leo ijulikane ya kwamba ni nani aliye na Mungu na ni nani anayeongozwa na mapepo. Amen. Biblia inaniambia Elia mtu mmoja tu anapigana na watu 400. Akawaambia hao, haya inuka ule, unywe na kunywa, pana sauti ya mvua tele. Nimeruka mstari mmoja. Elia akawaambia, kamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Kamata wote. Wakakamata wote, na Elia akawachukua peke yake 400 pale kijito cha Kishoni, akawaua wote. Nacheza wewe na mtu wa Mungu, mtu anayejua jina la Mungu vizuri, anayeheshimu jina la Mungu, hashindi na kitu chochote. Una uwezo wa kukamata mapepo yote yanayosumbua mpaka watoto, ukahamisha, unaweka moto. Maana pepo ameandaliwa moto. Alhamisi kakaja kapepo kwenye kiburi hapa. Tunaomba sitaki. Wachungaji wamejikunja kabisa. Sitaki sana. Nilikuwa nimesimama tu hapa nikasema, sasa huyu ni nani anasema sitoki? Amejifanya au sisi tunaomba alafu anasema hatoki? Sitoki sasa, sitoki. Kwanza anatuletea kelele. Mimi ninaona kero kwenye masikio. Pepo akanasemea hapa sitoki. Ili nikaenda nikamnong'oneza tu, toka uende motoni. Ninaungua. Tukamaliza na kazi. Yaani nilinong'oneza tu kwenye sikio, toka uende motoni. Akajitupa mara 3 hii kwa yeye. Tukamaliza kazi. Pepo Elia anasema kamata wote, halafu nileteni hapa. Anawaongoza mpaka Kishoni, choma wote, teketeza wote. Mapepo hayana nafasi katika mtu aliyeokoka. Mapepo hayana nguvu kwa mtu anayemjua Mungu, anayeheshimu jina la Mungu, aliye na mamlaka ya Mungu. Tunayo mamlaka. Tena tulipewa na Yesu, akasema ya kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, na nendeni katika duniani mukaweke mikono juu ya wagonjwa wapokee afya. Una mamlaka hayo. Huwezi ukaa unaugua halafu na wewe ukakiri. Watu wanakiri ugonjwa wangu, sijui kama Mungu mbinde kucheka kufa, utakufa kweli. Muulize Musa, ujinga wa kukirikiri upi vibaya. Musa alifika mahali akachanganyikiwa. Akasema hivi, kwa nini Mungu ulinipa watu hawa? Mungu akamtazama. Kwa nini Mungu ulinipa watu hawa? Si ni afadhali ungeniua? Asema umeomba jambo jema. Kufa tu. Nenda kamwekee mikono hapo.
Akabebwa akapelekwa kwenye mlima. Akaambiwa unaiona hiyo nchi ya Kanaani utaingia. Muulizeni Musa. Hizi kilikili zenu za kwa unasema hata wengine wanaomba mimi si kitu, mimi ni sio wanasema ngaje? Wanapenda kusema kwamba mimi si kitu, ni bure tu. Mimi sifai chochote. Hufai. Hayo maombi ya mtu ambaye hamjui Yesu. Musa hakuingia Kanaani kwa sababu aliomba yeye mwenyewe. Na Mungu akamwambia vizuri sana. Akamwambia hivi, kwa sababu umefanya kazi kubwa, nitakuhifadhi kwa neema. Soma Biblia. Ndio maana kuna siku moja Biblia inasema ule mwili uligombaniwa. Mwili wa Musa uligombaniwa. Shetani anasema wa kwangu na Mungu anasema wa kwangu. Halafu baadaye Mungu anatumia nguvu. Acheni, huo ni mwili wa Bwana wangu, akaenda kuzika yeye mwenyewe Mungu. Lakini ile shetani kwa nini mng'ang'ania Musa kwamba ni wa kwake? Lakini mwenyewe kama anaomba kufa. Na Mungu akubaliana na kufa. Kuna watu wanaomba kama maombi fake, anaanza kusema afadhali ningekufa tu. Utakufa kweli. Maana kile unachokitamka kinafanyika kuwa kitu ndani. Ukitamka sisi tutakufa maskini na huyu mwanaume mwenyewe kama mjinga, yaani sisi wengine wanafaulu, analia na kulia sasa. Lazima sijui nipo mume wa nini huyu. Tutakufa maskini hapa. Ni mwanaume ndio linakuwa kama ni zezeta. Ndio anaacha kabisa sasa mwanaume. Na wewe ndio unateseka hasa. Ndio maana unakuta wengine wanaanguka kidogo. Maombi ya aina hiyo yameshafundishwa kwa Musa. Kukaa unaomba kufa sio maombi yanayotokana na Mungu, kwa sababu Biblia inasema Mungu ni Mungu wa walio hai. Sasa kwa nini muombe kufa? Nimeteseka sana, afadhali ningeondoka duniani. Utaondoka, utawaacha watu watanue. Kuna baba mmoja alikuwa anaomba, anasema alikuwa anapenda sana kwa naomba, baba, hii familia kama ukunipa wewe, naomba hata mke wangu akiondoka sitaoa kwa jina la Yesu, nitamtumikia wewe. Sawa. Akafa mke wake. Sasa anasema hataoa. Akafa. Tukaimba nyimbo zetu, tuonane paradiso, tukamaliza. Baada ya mwaka akaenda kwa mchungaji Mgema, Thomas Mgema. Namwambia mimi nimeshindwa kabisa, mwili siwezi kumshinda mchungaji. Naomba afadhali mnipe ruhusa tu nitafute mwanamke. Mchungaji Mgema akamwambia tafuta mwanamke. Akamoa, kanaye mwaka mmoja akafa. Alikuwa anaitwa Danieli. Hapo ndipo nilipojifunza maombi ovyo ovyo. Watu wakaanza, analana. Ukiona na yeye unakufa. Wanawake sasa wakajitenga naye sasa. Hawataki hata kuongea naye. Akaenda Magu. Akamleta mama mmoja anaitwa Justina, aliyefiwa na yeye na mke wake. Akakaa naye miaka hii. Akafa, akafikisha wanawake hao. Alikuwa kama mwewe, Sengerema. Alikuwa na biashara zikaisha, alikuwa na maduka yakaisha, alikuwa na gari akauza. Sio akaenda kule Nyarugusu kuchimba dhahabu, akaenda kutumbukia, akafia kwenye mashimo ya dhahabu. Acheni haya maombi ovyo ovyo. Elia anasema, leo na ijulikane ya kwamba wewe ndiye Mungu unayegeuza mambo mabaya kuwa mema. Na Mungu akafanya. Elia akastarehe. Kamata hao mizimu wote, peleka kwenye moto, uwa wote manabii. Elia akabaki salama. Halafu akamwambia Nahabu, na wewe sababu umejisalimisha, inuka ule unywe na kunywa, tuendelee na shughuli ya Bwana. Umemjua Mungu wa Israeli. Tangu hapo ndio tunasoma Ahabu alipiga magoti akamwambia Elia, wewe utakuwa bwana kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sala ya baba yetu aliye mbinguni. Unaposema baba yetu aliye mbinguni, maana yake unatangaza kwamba Mungu yuko juu ya mambo yote.
Unaposema kwamba jina lako litukuzwe, maana yake liheshimiwe. Unaposema ufalme wako uje, maana yake uite nguvu ya Mungu. Je, leo unamwambia nini Bwana? Simama, nimefika mwisho. Tunataka kumwambia Bwana. Unamwambia nini? Elia anasema leo na ijulikane. Wewe unamwambia nini Bwana? Una kazi gani?